ajili ya kanisa lake siku ya leo. Haleluya! Mungu mweza yote atende mambo makubwa kwa ajili yenu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana asifiwe. Siku ya leo nataka kuongelea moyo. Bwana asifiwe. Biblia inasema, Bwana asifiwe. Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali mlango wake wa 4 mstari wake wa 23. Bwana asifiwe sana. Biblia takatifu inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemichemi za uzima. Bwana asifiwe. Nataka niseme kwamba siku ya leo moyo wako ni wa maana sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunapoishi, wacha tung'ang'ane vile tunavyong'ang'ana kutafuta utajiri. Tung'ang'ane jinsi mioyo yetu inavyoonekana mbele zake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa maana Biblia imetuambia kwamba yes, unaweza kulinda dhahabu, unaweza kulinda fedha, unaweza kulinda mali, ni sawa. Unaweza ng'ang'ana sana ukose usingizi kwenda kujitafutia, hiyo ni vizuri na inastahili, lakini tunasahau. Bwana asifiwe sana. Moyo ndio kila kitu. Moyo ndio zaidi ya fedha na dhahabu, kwa sababu zote zinaanzia kwa moyo, ndio ziweze kukuja katika asilia, katika hali ya kimwili, zionekane zinaanzia kiroho. Bwana asifiwe. So mambo ya kiroho yako connected na moyo. Haleluya. Kwa nini tunaambiwa kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo? Ni kwa sababu hata kama ni baraka inaanzia katika roho. Bwana asifiwe. Ni kitabu cha Mithali mlango wake wa 4 mstari wake ni wa 23. Bwana asifiwe. So wakati unaambiwa linda moyo kuliko kila kitu, kuna sababu. Bwana asifiwe. Mungu hawezi ruhusu uweze kuambiwa linda hizi kila kitu ikiwa ina maana. Lazima kuna hiyo kitu ambayo unalinda sana iko na maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema hivi? Ukiona vile bank inalindwa mahali penye watu wanaweka pesa, benki ama bank. Bwana asifiwe. Ukiona vile inalindwa ni tofauti na vile kibanda ya kuuza sukuma na nyanya inalindwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Ukiuza sukuma na nyanya, kulinda yenye utalinda ni upepe ile mizigo upeleke kwa nyumba ufungie, ulale kwenye unaiona. Bwana asifiwe. Lakini tukiongelea kitu inaitwa bank ama benki, haleluya, hiyo kuna askari mwenye ako na silaha, kwa sababu kuna kitu ya maana. Bwana asifiwe sana. Duka ya kuuza sukari na unga au kupata askari hapo na bunduki, anafanya kazi gani? Bwana asifiwe. Lakini ukienda kwenye kuna mamilioni ya pesa, lazima kuna ulinzi. Haleluya. Nataka kusema nini? Moyo wako ndio benki ya baraka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Chochote ambacho Mungu anakupea inaanzia kwa moyo, inaunganishwa na baraka zako katika ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe. Ile siku Mungu alikuwa anamuinua mtumishi wake jina lake Daudi, ndio uweze kuelewa moyo iko na maana sana kwa maisha yetu. Bwana asifiwe. Sasa wakati Samueli anaambia Mungu samea Sauli hata kama amekosa, naye Mungu anamwambia Samueli, nimeona mtu aliye na moyo kama wangu Samueli. Haleluya. Nataka kusema nini? Kama kuna laana itaanzia kwa moyo, kama kuna baraka inaanzia wapi? Kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Sauli alikuwa mtu mzuri sana, lakini moyo wake haikumpendeza Mungu. Kwa nini? Haikuwa moyo wa kutii maagizo na makusudi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ndio sababu unamuona siku ya leo. Bwana asifiwe. Sauli anaambiwa nenda uangamiza Amaleki mpaka mfalme na kila kitu na hata wanyama. Anapewa agizo na nani? Na Mungu. Bwana asifiwe. Lakini moyo wake Sauli unamwambia Sauli, hapana,
wacha mfalme Agagi usimwangamize, wacheni kondoo wanono usiwaangamize, kinyume na agizo la nani? La Mungu. Bwana asifiwe. Lakini huyu Daudi ni nani? Bwana asifiwe sana. Huyu Daudi anapewa mission na mfalme jina lake Sauli, wakati ameshamwagiwa mafuta. Bwana asifiwe. Anaambiwa sasa, ninataka kiwango ya vichwa ya Wafilisti, akijua kwamba kwenda kuwa Mfilisti sio kitu rahisi. Sasa hapo Daudi amewekwa mtego, kwa sababu amemwagiwa mafuta ili aende mahali pale afanye nini? Aangamie. Bwana asifiwe. Lakini tazama vile moyo unaweza bariki mtu na vile moyo unaweza laani mtu. Moyo wa Sauli ulifanya Sauli akataliwe, lakini moyo wa Daudi ulifanya Daudi abarikiwe. Bwana asifiwe sana. Na hivyo Daudi akaenda vile alivyoagizwa na nani? Sauli. Akamletea vichwa vya Wafilisti kama vile alivyoagizwa. Sasa Sauli akashangaa atafanya nini? Bwana asifiwe sana. Na akapeana binti yake aweze kuolewa na nani? Na Daudi. Bwana asifiwe. Sauli akiwa na uchungu na chuki mingi amwangamize mtumishi wake, mtumishi wa Mungu Daudi, kwa sababu tu ya kumwagiwa mafuta, kwa sababu tu ya kuwa na moyo safi. Lakini wacha nikwambie, moyo safi umebarikiwa. Kwenye kitabu cha Mathayo kuanzia mlango wa 5 anasema nini? Ni heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana. Haleluya. Wacha tulinde moyo wetu wapendwa, ili moyo wetu uweze kuunganishwa na baraka. Usipolinda moyo wako, utakuwa sasa umefanya kazi ya bure. Ni kwa sababu ukiongea maneno mazuri, ukiongea maneno matamu, lakini moyo wako umebeba uchungu, moyo wako umebeba hukumu, moyo wako umebeba kutosamea, ni kusema katika ulimwengu wa kiroho hauna baraka. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe unaweza jioji, uangalie moyo wako unaonekana aje katika ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe. Ndio Daudi ainuliwe awe mfalme, ni moyo uliangaliwa. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo Mungu akiangalia ataona nini kwa maisha yako? Ni baraka atapeana ama ni laana? Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo moyo wake Sauli uliachiliwa laana, atakataliwa, ufalme wake usitubu, usidumu. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakutii na ingine hana uvumilivu. Kumbuka, hayo ni maneno ambaye ni tunda ya Roho Mtakatifu, uvumilivu na utiifu. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nasema maneno haya? Wakati aliambiwa nendeni Gilgali katika mlima, alafu Samueli anapofika mahali pale waweze kumtolea Bwana dhabihu, akungojea Samueli, alitoa dhabihu. Bwana asifiwe. Na upande mwingine anapoambiwa angamiza Amaleki yote, hakuangamiza Amaleki yote, alimwacha Agagi, alimuhifadhi Agagi na kondoo. Bwana asifiwe sana. So moyo wa mtu inaweza kukufanya uweze kuwa qualified kubarikiwa. Bwana asifiwe. Na moyo wa mtu unaweza fanya uweze kulaaniwa. Haleluya. Na ndio sababu tunaambiwa siku ya leo, linda moyo mpendwa kuliko kila kitu kwa jina la Yesu, maana baraka zinaanzia ulimwengu wa kiroho. Sasa wewe, vile moyo wako unaonekana, vile moyo wako unaishi, vile moyo wako unawaza, vile moyo wako unakuambia, na hivyo ndivyo unaonekana katika ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema nini? Mungu atakubali kubariki mtu awe mwenzake. Haleluya. Mungu atakubali abariki mtu aibie mwenzake. Bwana asifiwe. Mungu atakubali abariki mtu anyanyaze mwenzake. Mungu atakubali abariki mtu alafu afanyie mwenzake fitina. Haleluya. Najaribu kuongelea moyo. Haleluya. Lakini siku ya leo Mungu anaweza kubali na atakuwa haraka kunyosha mkono wake abariki mtu, huyo mtu awe msaada kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo
moyo, linda moyo kuliko kila kitu lindavyo, maana yeye Mungu anaangalia nini? Moyo. Bwana asifiwe. Anamwambia nabii jina lake Samueli, wacha kunililia Samueli, vile unatazama sio hivyo mimi ninatazama. Haleluya. Mimi natazama moyo, na wewe Samueli unatazama maumbile ya nje. Bwana asifiwe sana. So leo mimi ninakuombea baraka kama mchungaji, lakini yule ambaye ninaomba baraka zitoke kwake anaangalia moyo wako. Je, moyo wako ataona unastahili kubarikiwa? Sijui umeweka moyo wako nini. Bwana asifiwe sana. Na wacha nikwambie kitu. Wakati mdomo inanena mambo ambayo yanatoka wapi? Kwa moyo. Hivyo ni kusema wewe unaweza kujijua vile Mungu anavyokuona. Haleluya. Sasa kuanzia dakika hii lazima tuanze kulinda mioyo yetu isichafuke kiwango tukose kubarikiwa. Bwana asifiwe sana. Lazima tulinde mioyo yetu. Haleluya. Mungu anapoona aone moyo ambaye ni moyo kama wake, maana yeye Mungu wetu tunayemuomba, tunayemwabudu, tunayeupenda neno lake siku la leo ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa amani. Ni mwingi wa rehema, anasamea, ni Mungu anatenda mema. Haleluya. Na yeye atendaki mabaya Mungu, bali anaadhibu wanaotenda mabaya, anawapea adabu. Bwana asifiwe sana. Lakini yeye atendi mabaya. Haleluya. Yeye ni Mungu wa kutenda mema kila wakati, na hakuna uwezo na nguvu za kurudisha, na ametuumba tuwe mfano wake. Wacha tuanze kuangalia mioyo yetu kuanzia dakika hii. Inaonekana aje mbele zake Mwenyezi Mungu? Tunapowaza, tunapotembea, tunaonekana aje? Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka ile neno likubariki tu kwa jina la Yesu. Imizo na neno la siku ya leo, linda moyo kuliko kila kitu lindaye, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tusimame.